Mpendo na kusalimia kwa jina la Yesu Kristo siku ya leo. Naamini ya kwamba Mungu amekulinda kama vile amenilinda. Na Mungu amekuwa mwaminifu kwa maisha yako na yangu pia. Hii maanisha ya kwamba hujapatana na changamoto moja ama nyingine. Maana tuko duniani, lakini Mungu amekuhifadhi na amekulinda na amepata kuonekania. Kwa hivyo Mungu akubariki na kutendee mema na kutakia juma la baraka na kutakia juma la ushindi katika jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Mungu akakufungulie milango iliyofungwa. Mungu akakutolea siri ya sina za sirini alisomwambia kama yule mfalme yule alikuwa anaitwa Cyrus. Bwana kutengenezea njia mahali hakuna njia, na Mungu akupatia amani na umpende Yesu Kristo. Kubali wokovu ndio usiye ukafa ukaenda motoni, kwa sababu Yesu Kristo ndiye mwokozi peke yake. Yesu anakupenda, kubali kuokoe na uwe na amani katika jina la Kristo. Na katika siku ya leo naamini ya kwamba uko tayari kupokea neno la Mungu. My name is Evangelist Joseph Mwiti. Na nimeokoka. Mwenye ameniokoa ni Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Aliniokoa nikiwa kijana mdogo, na ndio nakwambianga nina habari kumhusu. Hii maanisha ya kwamba kila kitu kila saa kinatakuwa kiko sawa, lakini kwa sababu niko na uzima wa milele kila kitu kiko sawa na Yesu anatawala maisha yangu. Kwa hivyo nakusalimia katika siku ya leo. Naamini kama Mungu atakutia nguvu na utaendelea na hii safari, hautashindwa, hautalemewa, hautashindwa. Na mahali unasikia kama umelemewa, Mungu atakupatia nguvu mpya na utaendelea na safari na pata utaingia mbinguni, kwa maana hiyo ndio mapenzi ya Mungu, ukapata kuingia mbinguni. Sababu kubwa ya kueleza maneno kama haya ni kwa sababu Biblia inasema sisi ni wafanyikazi pamoja na Mungu. Wakati Yesu Kristo aliniokoa na akanipatia upanga tuende kwa shamba, akanipatia upanga tuende kazi. Sasa tunafanya kazi pamoja na yeye. Anapendelea wewe uwe katika hali nzuri, uokoke, uponywe, uwe na amani na ukapate kuwa ni mtu ambaye amebarikiwa. Kwa hivyo sisi ni wafanyakazi pamoja na Mungu. Tukue na pesa, tusikuwe na pesa, tukue katika hali yoyote, tunafanya kazi kuhakikisha wanadamu wanaokoka, wanadamu wanaponywa, wanadamu wanawekwa huru na wanadamu wanaingia mbinguni. Hiyo ndio mapenzi ya Mungu. Kwa hivyo hiyo ndio malengo makubwa haswa tunapoona nikifanya mambo kama haya nafanya saa hii ukufikia. Lengo kubwa ni kwamba tunafanya kazi pamoja na Mungu aliyenitoa kwa kifo, aliyeniponya, aliyenikomboa. Juma iliyopita nikwambia paka ameniokoa na wachawi, ameniokoa na maandui, na hata sasa nafanya hivyo. So kwa sababu hiyo mimi ni mfanya kazi pamoja na yeye. According to the book of 1 Corinthians chapter 3 verse 9, sisi ni wafanyakazi pamoja na Kristo. Sisi ni wafanyakazi pamoja na Mungu katika shamba lake ambalo ndilo wewe. Tunafanya kazi pamoja na Mungu tuhakikisha kwamba shamba lake linakuwa katika hali nzuri na kwamba hautapungukiwa na chochote. Na siku ya leo Mungu anakuhimiza ukuwe na roho ya ushujaa. Kwa sababu last Sunday unaona yule Bartimayo aliruka ndio afike kwa Yesu ndio akuwe salama. So hiyo kitendo chake ni kama kitendo cha kisujaa. Kisujaa, yani wengine walijaribu kufanya hivyo lakini hawakufanya, lakini alifaulu kufanya hiyo kitendo cha kisujaa. Lakini siku hiyo tunasoma kitabu kile cha kileto kitabu cha second Samuel chapter 23 verse 8. Second Samuel chapter 23 verse 8. Tuangalie masujaa ambao walishikilia Daudi ndiye afaulu katika ufalme wake. Watu ambao walitoa uhai wao kwa ajili ya yeye, kuhakikisha ufalme wa Israeli unadhibitika na ufalme wake Daudi unakuwa imara kabisa. Alikuwa na masujaa wengi, lakini kuna wale wanatajwa hapa. Nataka pia wewe ukuwe mmoja wa kutajwa katika wale wafalme, katika wale masujaa watakaotajwa tutakapofika katika ufalme wa mbinguni. Wale waliohakikisha ufalme wa Yesu duniani haukomi, usiku na mchana, kwa maombi, kwa uinjilisti, kwa utume, kwa unabii. Wale ambao watasimama kuhakikisha injili inaendelea. Mwandishi wa Waebrania sura ya 12
anaambia Waibrania, na sisi kwa kuwa tunasungukwa na jeshi kubwa. Sasa ile jeshi kubwa inatuzunguka la mashahidi, tunasema ni hawa. Sasa tunataka kusoma Biblia sema hivi, haya ndiyo majina ya mashujaa aliyokuwa nao Daudi. Yashobeham alikuwa na mashujaa watatu ambao walikuwa wamejitenganisha na wale wengine kwa ushujaa yao, walikuwa tayari kukufa kwa ajili ya Daudi. Haya, Yashobeham Makimoni, mkuu wa maakinda, huyo aliliinua shoka lake juu ya watu 800 waliouawa pamoja. Huyu Biblia inasema aliinua shoka lake. Huyu Yashobeham, Biblia inasema aliua watu 800, si watu, wanajeshi wa Kifilisti. Akawashinda, akaua watu 800, wale wanjeshi ambalo la Kifilisti. Haya, kuna mwingine hapa. Na baada yake kulikuwa na Eleasari mwana wa Ndondai Mwahoi, mojawapo wa wale mashujaa watatu waliokuwa pamoja na Daudi walipowatukana Wafilisti. Walikuwa na ushujaa mwingi sana. Waliokuwa wamekusanyika huko ili kupigana na watu wa Israeli walikuwa wamekwenda zao, walikuwa wanapita wakienda zao, wakapata jeshi la Kifilisti limejikusanya wao peke yao. Huyu anaitwa Eleasari, Biblia inasema aliwatukana, aliwadharau, aliona wao si kitu. Yale mateso ambayo unapitia na wewe unapitia, yaone si kitu, uyaambie yashindwe kwa jina la Yesu, kwa sababu wewe ni shujaa. Kwa hivyo huyu Eleasari alipata, Biblia inasema kwamba huyo aliinuka akawapiga Wafilisti hata mkono wake ukachoka, na mkono wake ukaambatana na upanga, naye Bwana akafanya wokovu mkuu siku ile. Huyu inasemekana kulishuka vita. Huyu Eleasari alishika upanga wake kwa ile vita kati yao na Wafilisti. Biblia inasema aliua Wafilisti akiwa ameshikilia ule upanga wake. Biblia inasema paka akachoka, na alipochoka mkono wake badala ushikilie panga, panga ikashikilia mkono wake Eleasari. Biblia inasema kwamba Bwana kupitia yeye alifanya wokovu mkuu sana. Ukuwe shujaa kwa jina la Yesu. Sio kama utashukuru jina la Yashobeham ama utashukuru hiyo jina la Eleasari, ni kwa sababu Bwana Yesu anakuhitaji ukapate kumtumikia katika hali ya ushujaa. Ushujaa imaanisha ya kwamba hatukutakuwa na vita. Hapa walikuwa kwa vita, lakini ushujaa ilipatikana. Na hata mimi na wewe kwa jina la Yesu Kristo sisi ni mashujaa na hatutashindwa, tutaendelea kwa jina la Yesu Kristo. Kwa hivyo nasema hapa kuna watatu, anaitwa Shama. Sema Shama. Na baada yake kulikuwa na Shama mwana wa Agee Mwarari. Nao Wafilisti walikuwa wamekusanyika huko Lei, palipokuwako na konde lililojaa mindengu, nao watu wakawakimbia wale Wafilisti. Watu walitoroka walipoona Wafilisti, na si watu tu, ni wanajeshi wapiganaji wakatoroka. Na huyo Shama alisimama katikati ya lile shamba la mindengu. Sikia. Na huyo alisimama katikati ya lile konde la, akalipigania, akawaua Wafilisti.
naye Bwana akafanya wokovu mkuu kupitia yeye. Kwa hivyo katika siku ya leo tunahimizwa tukue mashujaa. Unakuta Daudi alikuwa na wanajeshi wengi, lakini hawa walisimama imara. Walisimama imara, wakajitenganisha na wale wengine. Hawa ndio Daudi alitamani maji ya kisima fulani. Akasema, ni nani laiti angeletea maji ya kile kisima kiko mahali pale ambako kulikuwa kumezungukwa na Wafilisti. Hawa watatu walipenya jeshi la Wafilisti, wakaenda kwa njia ya kijasiri, kwa njia ya kuhatarisha, wakachota maji kwa kile kisima, wakamletea Daudi maji. Daudi alipoyaona akashangaa sana. In fact, hakuyakunywa yale maji, aliyamimina yale maji chini, akasema, hapana, nikikunywa haya maji ni kama nimekunywa damu ya watu hao watatu wamehatarisha maisha yao. Hii ni kama damu ya watu, hii si maji tu, hii ni damu ya watu. Yeye aliyamwaga chini, akasema, hapana Bwana, nisifanye namna hivyo. Walikuwa ni watu mashujaa. Na nyakati ambazo tunaishi, tunahitaji Mungu atupatie roho ya kishujaa, roho ya kutokata tamaa, roho ya kusimama imara. Maana kutakuwako na changamoto, kutakuwako na vita, kutakuwako na kudharauliwa, kutakuwako na kutengwa, kutakuwa na hali ya kupuuzwa, kutakuwa na hali ya kukejeliwa. Kile kitatusaidia ni Mungu atupatie roho ya ushujaa, roho ya kutokurudi nyuma, roho ya kuendelea kama wa mashujaa watatu, huyu Ashobeamu, huyu Eleasari, huyu Shama. Walisimama wakasema, kanisa la Yesu lazima liheshimiwe, kanisa la Yesu lazima lisimame, lazima lisimame kwa pengo. Watu waokoke, watu waponywe, watu wafikiwe na habari njema, watu wafunguliwe. Wale wamefungwa na mashetani wakapata kufunguliwa. Ninaamini ya mashujaa ni wewe. Aidha ni kwa maombi, aidha ni kwa uinjilisti, aidha ni kwa utume ama kwa unabii, ama kwa uinjilisti, ama kwa kusoma neno, ama kwa kutia wateule moyo wasikufe moyo. Kwa njia yoyote ambayo Mungu atakao kusaidia kwa zile karama mbalimbali, ushujaa unahitajika kwa maisha yako. Ile hali ya kupata kusema itawezekana. Hizi ndoa hazitasambaratika, itaendelea. Haya makanisa yatapata kuwa na utukufu wa Jehova. Hawa watoto wataendelea kumcha Bwana. Hawa watoto watakuwa waabudu wa mashetani. Hawa watoto watakuwa washerati. Hawa watoto watakuwa makahaba. Hawa vijana watakuwa majambazi. Unasimama kwa ule uweza, ule ushujaa ambao Mungu amekupatia. Hawa watu watatu, Yashobeamu, Eleasari na Shama, walisimama kwa utawala wa Daudi. Daudi akawatenganisha na wale watu wengine, wakakuwa mabondigandi wake, wakaandamana na yeye, na wakiwa karibu na Daudi. Daudi hakuwa na wasiwasi, maana alikuwa na Yashobeamu, alikuwa na Eleasari, alikuwa na Shama. Watu wasioogopa, watu wenye kuja na ujasiri, watu wenye ambao wako tayari kudhibitisha ya kwamba Mungu wako pamoja na wao. Na waliposimama, Mungu naye alisimama na wao, akawatia nguvu. Biblia inasema kupitia wao Mungu alifanya wokovu mkubwa sana. Imagine, upanga unashikilia mkono badala ya wewe ushikilie. Mwanaume anasimama katikati ya shamba, anasema hatutapanda na nyinyi mvune. No, it can't happen. Tupande, tungoje ikuwe na nyinyi mkuje mvune wa Filisti. Haitawezekana hivyo. Sisi ambao tulipanda ile shamba la ndengu, sisi ndio tutavuna. Hatutapata
hata mahitaji yetu, na ninyi mkuja mshukue. Tunakataa ile hali ya indirect attack. Tunakataa ile hali yoyote ya kusunguka mahali pamoja. Tunakataa hali ya kujenga nyumba na wengine waishi ndani yake. Hatutapanda matunda, wengine wache wayale tuliopanda, tutayala. Hautaoa ala mke wako abakie na mwanaume mwingine. Kwa jina la Yesu utaishi, utaona vitukuu wako wakitangaza injili. Hawa ni mashujaa wa Daudi. Walikuwa wengi sana, lakini wale wanatajwa ni watatu. Yesu alikuwa na wanafunzi 12. Na kuna mahali ingine nasema walikuwa wengi sana. Na sura ya 10 ya Luka inasema kuna wale 72. Lakini kwao wote unajua nani? Unakuta unajua tu Petro, unajua Yohana, unajua Filipo, unajua Yakobo aliyekatwa kichwa na yule Herode, unajua tu Yudas Iskarioti aliyemsaliti. Wanaojulikana pale ni wachache. Mbona wale wengine wajulikani walienda wapi? Akina Bartholomayo walifanya nini? Akina Salote walifanya nini? Mbona watashi wameandika nyaraka? Mbona watashi kule walifanya miujiza? Unakuta kama akina Filipo walifanya miujiza yale maeneo ya Samaria, mpaka wachawi na waganga wakaokoka. Tajwa mahali kwa mashujaa wa Yesu. Tajwa mahali ya kwamba kuna mahali Biblia mtu akaokoka, na yule alikuwa ameingiwa na mashetani ikamtoka. Tajwa mahali, na Mungu atakubariki. Acha nikuombee. Baba, kwa jina la Yesu naomba umpendwa katika jina la Yesu. Namuombea roho ya usujaa katika utume, katika unabii, katika uinjilisti, katika uombezi, katika uimbaji, kwa jina la Yesu Kristo. Kwa jina la Yesu Kristo tunapokea Bwana huyo roho wako wa kisujaa. Tunapokea hiyo roho ya kisujaa kwa nguvu za jina la Yesu. Wale ndugu zetu wakaokoke, wale dada zetu wakaokoke, wale wake zetu, watoto, jamii zetu zikasimame, ndoa zetu zikaimarishwe. Kila uwezo wa giza unaopigana na ndoa tunaukomesa. Kila utawala wa shetani unaopambana na familia ukashindwe uweza kwa nguvu za jina la Yesu. Tunanena amani kwa ndoa zetu, makanisani, nyumbani, kwa nguvu za jina la Yesu. Tunaondoa kila misukosuko kwa nchi yetu, kwa kanisa, kwa jamii. Tunapokea ule roho wa usujaa kwa jina la Yesu Kristo. Baba, pokea sifa. In Jesus name, amen. Kama hujampatia Yesu Kristo maisha yako, hauwezi kuwa shujaa. Usujaa unaanzia unapomwamini Kristo Yesu akuwe Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Sema, Bwana Yesu, na kukubali leo kuwe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu, na mkataa shetani na tu dhambi na makosa. Kwa jina la Yesu Kristo Baba na kuamini. In Jesus name, amen. Sasa umeokoka, natangaza umeokoka, maana imeandikwa yule atakayeliita jina la Bwana ataokolewa. Maana umeliita, natangaza umeokoka. Kwa nguvu za jina la Yesu, upokee roho ya usujaa, upokee roho ya kutokubali kushindwa, upokee roho ya ushindi. Wenda ukishinda kupitia jina la Yesu. Hema ya Jehova ya usujaa iwe pamoja na maisha yangu, iwe pamoja na maisha yetu, kwa nguvu za jina la Yesu. Roho ya usujaa iwe na maisha yako, iwe na kanisa, iwe na wateule. In Jesus name, amen.